naitwa Ruzuba, Ruzuba the Great. Popote pale ambapo unanitizama wewe unayenitizama, nataka nikueleze kwamba hapa duniani kinachohitajika ni maarifa tu. Nguvu na akili walikuwa nazo watu wengi, walishakufa hawana kitu, na wengine wanazo mpaka leo, lakini hawana uelewa wa kuzitumia, kwa maana wanatumia nguvu na akili wakizani ndio inaweza ikawapa mafanikio. Haya ni maarifa ya kikoni, na huyu ni kondoo kama unavyomuona. Na hapa hili ni geto langu babu. Hebu waonyeshe babu. Geto la hadhi ya nyota 5. Hebu wazungushe kidogo na huku juu waone wachamba kama kinainaga wale. Urudi hapa kwangu sasa. Hili geto limezidi hata la ngwea. Lakini ndani yake kuna kondoo huyu. Hapa anafanyiwa kazi. Ndugu zangu, nilikwambia elimu hii ililetwa na Mungu duniani. Wanadamu hawakuwa nayo. Ndio maana Ibrahimu aliambiwa usimchinje mwanao. Angalia kwenye kichaka pale kuna kondoo. Halafu hizi pembe za kondoo, hebu muonyeshe. Pembe hizi ndio zilikuwa zimenasa kwenye kichaka. Kiporo. Sasa akamchukua, akaenda akamchinja ili apate heshima, ili ndio awe baba wa imani, ndo baba wa pesa na mafanikio. Ndani yake amezaa matajiri wengi. Hauna wasoma kina Suleiman ni uzao wake. Nikwambie hadi mtume wa Mwenyezi Mungu naye ni uzao wake. Kwa wale ambao hawajui ni kwamba Mtume Muhammad pia si Mwarabu, yule ni Mwebrania. Si ametoka kwa baba yake na mama yake ni Hajiri. Hajiri ni watu kutoka Misri, wale sio Waarabu. Kasomeni history muelewe. Sasa mimi nawaeleza hivi, ndio maana mimi huwa nashangaa Isaka baba wa Wayahudi, huyu hapa naye baba wa haya huko niache bana, sababu wasomi si wengi. Sasa wewe unayenitizama mahali popote, nataka nikushirikishe neno la kufanikiwa. Mwenyezi Mungu anasema tangazeni neema zangu. Mtatangaza neema za Mwenyezi Mungu mkiwa na hela. Mnaona matajiri vile wanafanya. Mnasikia kajenga msikiti, kapaka rangi msikiti, kajenga kanisa, kapaka rangi, kajenga ghorofa, kawapa maskini. Naambia njooni mtafute haya maarifa ya mali, pesa. Msitafute maarifa haya kwa ajili ya kwenda kufugia mifugo. Mimi na mifugo na ng'ombe, toa kamera hii na mimi. Nina ng'ombe zaidi ya 9,000, lakini matokeo yake sasa ufugaji una mambo ya ajabu sana. Ukiwa unafuga ng'ombe unamuona kama ndugu yako. Huwezi kumchinja, hata kumuuza nasikia uchungu. Yaani siku ningesema kuuza naambia kauzeni tu mniletee hela. Hata kumsindikiza yule ng'ombe akinitizama na hisi kama ananililia, ananiambia baba. Ndio maana usimlaumu mfugaji ukamkuta kwenye nyumba ambayo ukasema mbona hauzi? Wewe una mawazo hayo kwa sababu huna. Tafuteni pesa. Sasa maarifa ni haya hapa. Utakuwa unaichinjia hii kila baada ya mwaka mmoja au miezi 6 au miezi 3. Halafu iambie ikupe nini? Sasa unateseka nini? Halafu kila unapoenda umri wako unaisha. Tukubaliane umri wa mtu huwa unaisha. Kwa hiyo unapoisha na hii inaisha. Ukiwa hujamlisisha mtu, ukifa na yenyewe inaisha kabisa. Na inakuwa imeishia hapo. Haina mambo ya kwamba nani ataendeleza, nani atalisi, wasipolisi itakuwaje. Ikiisha, yani wewe ukiisha na yenyewe imeisha. Sasa wewe unayenitizama unahangaika nini? Watu wengi tunapenda maneno ya kuogopa tu. Unakuta mtu anakebei tu. Ruzuba mganga gani kama ana dawa mbona na walinzi? Kwa nini hujiulizi Mungu mwenye uwezo wa vyote ila analindwa na malaika, wengine makerubi, wengine wana mapanga, wengine wana nini? Kwa nini hujiulizi hilo? Ni akili ndogo tu. Na mimi ni mwanazuoni. Ukiniuliza swali unataka kuaibika tu. Mambo ni haya hapa. Amua wewe. Kwa ujinga wako unaona hili swala ni dhambi, lakini kwa wenye maarifa wanaona ni maarifa ya Mwenyezi Mungu. Acha kuteseka, acha kuhangaika. Niko Dar es Salaam, Chanika Zingiziwa shule ya sekondari. Hapa ni makutano ya mataifa yote kutoka Waarabuni, Dubai, Ulaya, popote pale. Kwa hiyo wewe endelea kupoteza muda tu. Ruzuba mkuu ni mmoja tu. Porojo za wengine hawa. Ambia wakale chips waote vitani.